wenyewe wanaupenda. Akasema hapa nishapata point. Basi wanakupa ushauri na saha. Bana kisayansi kiushauri na saha nini kwanza mwanaume akishakuolea ujue shoga imekwisha dawana mapenzi. Kama alikuwa anakupenda kwa 100%, sasa tuko 50-50. Na pengine anaweza kukupenda 10%, yule akampenda 10%. Anakuchochea wewe mpaka unaenda kuomba talaka. Ni haramu kwenda kwa wanaojiita ushauri nasaha, ukaenda kupata ushauri na nasaha feki zisizokuwa za Kiislamu kuhusiana masuala ya ndoa ambayo ni ya Kiislamu, msingi wake ni wa Kiislamu, fungamano lake ni la Kiislamu. Ndoa ikaundwa Kiislamu, alafu kwenye mengineyo unakwenda kumtafuta fundi ambaye hakukujengea nyumba ile. Nyumba inavuja maji, sijui umeme umefanyaje, unaenda kutafuta fundi mwingine, hajui anaanzia wapi, badala ya kurudi kwa fundi yule mjenzi wa kwanza ambaye ni Uislamu ambao ndio umekujengea ndoa yako. Ni haramu kupeleka mgogoro wa ndoa kwa mwenyekiti wa serikali ya mtaa, kwa mjumbe wa nyumba 10, kwa mtendaji wa kata, mtendaji wa mtaa, mahakama ya mwanzo, mahakama ya wilaya, mahakama kuu, na kwa wazee wa ushauri nasaha, na kwa wazee ushauri nasaha. Uislamu unasema, Qur'ani inasema, hatua ya kwanza kutatua mgogoro wa kindoa, anzeni wenyewe wanandoa mjifungie ndani, muwekeane utaratibu maalum wa kuzungumza. Atazungumza huyu asikatishwe, atazungumza mwingine, muambiane, mumalizane. Mkishindwa, pelekeni kwa wazee wenu. Wazee wapeleke muamuzi mmoja kutoka upande wa kiumeni, muamuzi mwingine upande wa kikeni. Wazee wakichemka, pelekeni kwa makadhi, mashehe, maimamu, lakini mashehe ambao wanamcha Allah, mashehe ambao ni wa kweli, mashehe ambao wanaogopa akhera. Katika sisi mashehe pia tupo tunatuhumiwa, hayo yanasemwa. Kina mama wanalalamika sana, wanalalamika. Shekhe akiona kaingia mwanamke, bismillah, mashallah, mwanamke mzuri, atachochea ile ndoa kuvunjika. Baada ya muda, yule mwanaume ambaye ndoa yake ilivunjwa pale kwa shekhe au pale msikitini au pale kwa imamu au pale kwa ustadhi au pale kwa kadhi, baada ya muda mkewe yule kaolewa na shehe yule. Samashie kama hawa hawafai. Niliwahi kutumia clip moja, nadhani ni michezo hii. Eti Saudia huyo anaiti kwa ni kadhi. Binti kaingia akachukua hijabu yake hii akafunika usoni. Hakuvaa niqab, lakini kaja akachukua hii akafunika, iko na kadhi. Anaeleza, mimi simtaki, nimekuja kadhi, niko tayari kurejesha mahari, ndoa uivunje. Pale akauliza kwa nini? Tatizo lake kubwa nini? Mwanamke akasema anakoroma. Na mimi nikisikia vitu usingizi unaniruka, sina raha, na usingizi ni raha. Waja'alna naumakum subata, na tumejalia usingizi wenu kwa nini? Ni wa raha. Sawa. Kadhi akaanza kwa mkali, wewe hilo kidogo, mambo gani? Ungekuwa ndo na koroma ingekwaje? Ungemwambia naye akuache. Mwanamke akatoa tunani yake ile. Bismillah, mashallah, mwanamke mzuri. Video kabisa nimetumiwa na milioni. Kadhi kasingeuka, unasemaje? Hebu rudia, anafanyaje huyo? Akaeleza, kaandika pale talaka, kuja ndoa. Ni klipu ya kuconnect, lakini nadhani hayo pia kwao yako, ndio maana akaiti kitu kama hicho. Tumeelewana ndugu zangu Kwa hiyo ni haramu kupeleka migogoro yenu ya kindoa kwa mashoga zenu, mashosti zenu, kwa mwenyekiti wa serikali ya mtaa,
kwa mjumbe wa nyumba kumi, kwa mtendaji wa kata, mtendaji wa mtaa, mahakamani na kokote kule. Njia sahihi Uislamu umekwisha kuelekeza, tukamatana Uislamu kweli, tukamatana, tuachane na mambo mengine kipuuzi. Niseme kuwa pale nilipopatia taufiki ya Rahmani na pale nilipokosea au nikateleza au nikatapia ni mapungufu ya binadamu. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Leo nina ratiba ngumu sana. Sasa hivi kuna pahala na kwenda takiwa saa 5 kamili. Nataka niruke kwa dua zenu nikawani. Saa 7 naenda kwenye ndoa. Saa 10 naenda tena pahala pengine. Kwa hiyo mimi naishia hapa na sitofungua mlango wa maswali, mtaniwa radhi kwa hilo, isipokuwa kwa wingi wenu msimloke, mbaki wale wataka risali moja, mwambiane, mkumbushane. Tumefahamiana? Lakini naomba kuna jambo nilichomekee hapa kwa sababu nimelikumbuka. Wakati darasa hili linaanza ambalo lina zaidi ya mwaka mmoja, niliwahi kuletea malalamiko na nikawafikishia viongozi wetu ya kuwa kuna baadhi inasemekana ndani mnatoa si michango, si mnafanya dalili na changia kufanya kheri, si ndio? Kuna baadhi wametoka hapa wamesema pale pana kiingilio, darasa la Sheikh Kishki pale Al-Hikma pana kiingilio. Kina mama wengine si watu 500 si shilingi ngapi, wakifika hapa hana kitu, maskini imani imemsukuma kuja, anaomba radhi zote, anamuoneza kiongozi masamahani usina chochote msikini. Nikawaita tukazungumza, nikawaambia kitu kama hicho kisiwepo, kuelewa watu unatofautiana, na nadhani haja tumshaliweka sawa, si ndio? Darasa hili tumeandaa kwa manufaa yenu, tuweze kukupeni elimu ya dini, masala ya kisharia, masala mbalimbali yanayoendana na mazingira yenu, hasa kina mama na dini yetu kwa ujumla. Hakuna kiingilio, hakuna gharama, hakuna chochote. Ile mtakachokubaliana wenyewe, labda mchangishane, si mkasaidie watu au msaidiane wenyewe, hilo linarudi kwenu, sisi halituhusu. Na kama mtaona hilo pia ni kama mnakwazwa, pia mnaweza mkalifuta mkaliondoa, hakuna haja. Mmenielewa jamani? Tumeelewana Haja tunasemaje? Bado tunachangishana? Nachangishana bado? Sasa utawauliza utakuja kunijibu kwa niaba yangu. Nikitoka utawauliza. Hiyo michango yenu mnapelekaga kwenye mambo ya khairati, si wewe?